Kenya ndiyo taifa tajiri Afrika Mashariki na Kati kwa GDP yao kama wanavyotuambia. Kwa sababu Kenya na GDP kubwa, basi wao ni matajiri. Sasa nini siri ya utajiri wa Kenya? Siri imetoka wazi. Bwana Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Secretary of State, ametupa siri. Cha kwanza kabisa ni urafiki wa Marekani na Kenya. Kwa hiyo Marekani wanaisaidia Kenya katika masuala mbalimbali kama afya, kwa sababu Ruto amekwenda kusaini makubaliano ya kusaidiwa na Marekani dola bilioni 1.6 kwa kipindi cha ndani ya miaka 5. Wa Marekani wanatoa hizo fedha kuisaidia Kenya. And so for us, we hope to sign many of these in the days to come. But the first one we're going to sign is with Kenya. And the reason why is twofold. Number one, because of our close partnership. Number two, because they have stable and strong institutions, both in government and in the healthcare sector. And over the next few years, we're going to be investing $1.6 billion in health assistance over the next 5 years. And you'll see how that program works out. But the investment is in combination. It will allow us, first of all, to leverage the private sector to create a sustainable. For over a quarter of a century, the United States has worked alongside Kenya, investing over $7 billion in well-being, health, and progress of our citizens. This partnership has saved millions from malaria, from HIV/AIDS, tuberculosis, and other life-threatening outbreaks. Together, we have built resilience, restored hope, and supported impactful institutions. Today, we reaffirm this consequential, transformative, and historic partnership, which stands as a testament that becomes possible when two friendly nations unite around a common vision and a shared resolve to make healthcare systems not only stronger, but more resilient and truly sustainable. The framework we signed today adds momentum to my administration's universal health coverage that is focused on supply of modern equipment to our hospitals, efficient and timely delivery of health commodities to our facilities, enhancement of our health workforce, and health insurance for all, leaving no Kenyan behind. This facility will also boost disease surveillance and emergency preparedness. On behalf of the government and people of Kenya, I express profound gratitude to the United States, to President Donald Trump, and to you, Marco, for the commitment of US dollars 1.6 billion to Kenya over the next 5 years. Hizi fedha ni kodi za Wamarekani, na hilo neno taxpayer limetajwa. Je, Wamarekani wanawapenda sana wa Kenya kuliko wanavyojipenda wenyewe? Ndugu zangu, yale maneno aliyotuachia Magufuli yanahitajika yaingie kwenye vitabu vya historia na watoto wetu wa Kitanzania wafundishwe kwamba hii dunia hakuna cha bure. Hivi mateso yote wanayopitia raia wa Marekani, serikali yao inachota dola bilioni 1.6 kwa kipindi cha miaka 5 kitumike kwa kusaidia raia wa Kenya. Ni kwamba Wamarekani wanaipenda sana Kenya Anyway, Wamarekani wana projekti zao wanazifanya sehemu mbalimbali duniani zikitekelezwa na Wakenya. Yaani tengeneza picha, Kenya ni kama mlinzi anayetoka Mbagala kwenda kulinda Masaki. Tengeneza hiyo picha hivyo utaelewa kwamba inakuwaje wa Kenya wanatolewa nyumbani kwao wanakwenda kupigana kupambana project ambazo ni za Marekani. Kwa mfano project ya Haiti. Marco Rubio ameisifia sana. Marco Rubio amesema wazi kabisa kama sio wa Kenya, Haiti isingekuwa vile. Secretary of State, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, akikiri mchango wa Kenya kujitoa muhanga kupigana katika eneo ambalo ni American Hemisphere. Hilo neno limetumika kwamba mazingira ambayo sio ya Wakenya, Wahiti hawahatarishi usalama wa Wakenya, Wahiti wako bara lingine kabisa, lakini inabidi Wakenya wakauze roho zao kwa faida ya Wamarekani. Let me first start by thanking you, Mr. President, for being with us today and for your minister for being here as well. Kenya is one of our strongest partners in so many different fields.
whether it's the fight that we've fought together against terrorism on the continent, but beyond that, in our own hemisphere, Kenya's played an extraordinary role, really heroic role in trying to help stabilize Haiti. It's a very difficult situation. They've carried a huge burden as a country for the better part of 2 years now. And had it not been for their engagement, and I just expressed this to President Ruto, as bad as Haiti is, it would be indescribable what it would look like today were it not for the efforts they've made. Our gratitude for the role they've played is extraordinary. Had it not been for the role they've played, what we are hoping to do next in Haiti would have been impossible, which is to transition to a gang suppression force. And we know there's a transition period, and we're going to be very involved in being helpful in bridging that. And we want them, and we hope to encourage them to continue to be engaged moving forward as we move into this new phase of trying to bring stability to Haiti. Ina tofauti gani na tajiri wa Masaki ameanzisha kampuni lake la ulinzi kwa ajili ya kuilinda Masaki, lakini wafanyakazi wa ile kampuni wamekwenda kuchukuliwa Mbagala, Kigogo, Gongo la Mboto huko, wakalinde matajiri wanaoishi Masaki. Ndugu zangu, inabidi tujue hii dunia na unafiki wake. Ukweli ni kwamba utamaduni wa Marekani umefika katika level ambayo Marekani haina vijana au hawana ile workforce kwa ajili ya taifa lao. Haya, tujiulize, hii 1.6 bilioni dola ambayo Marekani anaitoa kwa Kenya, yeye anafaidikaje? Anafaidika kwanza, kuna Wakenya wanajitoa muhanga huko Haiti. Kwa hiyo ndio kifuta jasho chao ndio hicho pia, moja ya kifuta jasho, japokuwa na kuna polisi watapata vimishahara, lakini pia hii 1.6 ni malipo. Pia Kenya ni mwanachama wa NATO katika ule mwavuli unaitwa NATO friendly countries, NATO kivuli. Kumbuka mkuu wa NATO ni Marekani. NATO sio Ulaya. Wale wengine wamewekwa tu kwa sababu NATO ilianzishwa kwa ajili ya Sovieti. Kwa hiyo mkuu wa NATO ni Marekani. Kumbuka Marekani ndio polisi mkuu wa dunia kama alivyojivika. Kwa hiyo kila mahali yeye yupo. Ana base zake ziko Kenya, sijui zingine ziko wapi atajua mwenyewe. Kwa hiyo utajiri wa Kenya ndio unatokana na hivi. Kwamba sasa kama kulikuwa na bajeti ya Kenya ambayo ingetakiwa iende kwenye afya, tayari baba yao ameshakwenda kuichukua kule Marekani. Kwa hiyo ile bajeti ambayo ingetakiwa iende kwenye afya sasa inabidi iende kwenye mambo mengine. Ndio maana Kenya ni tajiri kuliko Tanzania. Kwa hiyo kwa Mtanzania yoyote ambaye alikuwa anaumiza kichwa, hivi wa Kenya wanatuachaje katika masuala ya utajiri? Nimeshakupa siri. Kenya ni tajiri kwa sababu ni rafiki wa Marekani. Marekani yuko tayari raia wake wateseke, raia wake walale njaa, raia wake wadhalilike kwa vyovyote vile ili Mkenya aishi maisha bora. Yes, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ni kweli kabisa Wakenya ni matajiri kwa GDP kubwa kwa sababu ongezeko la mapato yao wanapata kutoka Marekani. Kwa sisi wa Tanzania, sisi tuna tabia mbaya. Tunaua raia wetu, hatusimamii masuala haki za binadamu, hatuna demokrasia bora, kwa hiyo hatuwezi kupewa msaada. Kwa hiyo wewe Mtanzania, pambana na hali yako. Huwezi kupata msaada Ulaya, huwezi kupata msaada kwa Marekani kwa sababu hauna rekodi nzuri za haki za binadamu. Pambana na hali yako. Kenya anapendwa kwa sababu anatii haki za binadamu, ana demokrasia ya kuandamana na kuchoma bunge lao. Kila kitu Kenya anafuata Marekani, Ulaya wanavyotaka. Wewe Tanzania una tabia mbaya. Kwa hiyo Tanzania, pambana na hali yako. Hakuna cha bure wewe. Hata marehemu rais wako alikwambia hakuna cha bure, pambana na hali yako. Na mama amesema hatuwezi kuishi kwa kufuata masharti ya watu. Inabidi tupambane wenyewe, tuendeshe maisha yetu. Kwa hiyo Watanzania, jiandaeni, hakuna cha bure. Kwanza mna tabia mbaya. Unajua jina lingine la Kenya? Jina lingine la Wakenya wanaitwa Western Darling. Tangia zamani nyi wa Tanzania mna sifa mbaya. Hamkukubaliana na ubepari wenyewe mlilazimishwa, na sasa hivi mnapanga kuachana na ubepari. Ni kupambana na hali yenu. Kwa Tanzania, tuhakikishe tunatengeneza mitaala ambayo tutafundisha watoto kwamba katika hii sayari hakuna cha bure. Na tukimwona rais wetu anapewa msaada wa bure, tujue kwamba anatuuza. Hakuna taifa litakalochukua kodi za raia wake lisaidie taifa lingine bure.
pasipo kutarajia faida kubwa kutoka kwenye hilo taifa ambalo wanapeleka pesa zao. Sijui nimeeleweka? Wamarekani hawezi kuchukua dola bilioni 1.6 kuipa Tanzania pasipo wao Marekani kutarajia faida kubwa kutoka kwenye huo uwekezaji, kwa sababu wananchi wao wanateseka, tunajua. Iweje wachukue pesa zao tuletee sisi? Kingine Marco Rubio alichokizungumzia ambacho nakionaga katika maisha yetu ya kila siku ni udalali wa pesa za Marekani kuja katika sehemu mbalimbali za Kiafrika. Marco Rubio amesemaje? Wanachukua fedha kuisaidia nchi fulani, wanaipa kampuni ya NGO iko pale Marekani. Ile kampuni inatengeneza masuala ya uongozi na nini mpaka zile fedha zifikie nchi husika, zile fedha zimeisha. Nimeipenda sana hiyo. Manake nini? Hawa wauni ambao wanakujaga huko Afrika kuja kutafuta vijana na kuwapiga picha, tengeneza mazingira kwamba wanakuja kuwasaidia. Nishakutana nao sana katika aso zangu. Sasa wanapenda kugudili na hawa na vitoto ambavyo havijui dunia inaendeshwa vipi, wanavikusanya kirahisi tu, wanapiga navyo picha, wanaondoka. Kwa hiyo Marco Rubio ametupa siri namna gani hizi NGOs zinavyotengeneza mazingira ya kwenda kupora fedha kutoka kwenye serikali zao kwa kigezo kwamba wanakuja kuisaidia Afrika. Wanapita makanisani, wanapita mitaani, nishakutana nao wengi sana. Na kazi za NGOs watu huwa wanalogana, watu huwa wanapigana risasi ili kuzipata. Kwa nini? Kwa sababu zina hela nyingi sana. Kazi za non-governmental organization ni zina fedha za laana. Huko makanisani watu wanalogana, watu wanaumizana. Marco Rubio ametupa ufafanuzi ni namna gani hizi NGOs zinavyopora fedha huko kwao kwa kigezo cha kuja kusaidia Afrika. Kumbe watu wanagawana, mchezo umeisha. Na ni kweli, nikisema ni kweli kuna watu wataniambia atope ushahidi. Mimi sio mwandishi wa habari, mimi nakupa fact. Kapigane uje uniprove me wrong kwamba kazi za mashirika yasiyo ya kiserikali watu huwa wanavyozigombea, watu huwa wanavyologa. Kwa sababu nini? Kiasi kikubwa cha fedha watu wanagawana, waliolenga kusaidiwa kuisha habari. Taifa limeshawekwa bondi, wa kusaidia hajasaidiwa, maisha yaendelee mbele. Watanzania, hii nchi ni yetu, niwakumbushe. Hii nchi sio ya serikali, hii nchi sio ya NGOs, hii nchi sio ya dini, hii nchi sio ya chama cha siasa. Na hiyo sentence tumeshapewa na hao ambao tumewakabidhi uongozi wa nchi. Tujiandae kuandika script yetu ya kuimiliki hii nchi, na sio tutengeneze script ya viongozi wetu kwenda nje kutuweka bondi kama tulioona wa Kenya. Watanzania, tuelimike, tusiwe wasomi.